Sikia bwana. Mimi hapa sijaja kwa maneno. Yaani kilichonileta hapa ni vitendo. Pesa yako nimekuletea, naomba unipe basikeli yangu, nikupe pesa yako mimi niondoke. Basikeli gani? Wewe una basikeli? Basikeli ni yako ya bahari. Sasa nikwambie, nilikwambia kwamba nakupa siku 3, zikiisha mimi nauza basikeli. Lakini sio mbaya. Nipe hiyo hela, mimi nimpe huyo mzee mwenye nyumba. Kisha nakuletea basikeli yako. Sasa basikeli anayo wewe, anayo mzee mwenye nyumba? Mimi si nilichukua ili nifidia hilo deni kwa sababu wewe ni janja sana. Hivi kumbe Kibengo na mambo ya kipumbavu? Yaani umenitoa kazini, unanileta kwenye basikeli, umeacha rehani. Alafu basikeli haipo. Ni mambo gani ya kipumbavu haya ndugu yangu? Tunapotezeana tu muda. Huko unakoelekea tutakusana. Sasa wewe Kiberenge. Wewe basikeli uliniwekea bondi mimi? Uliweka bondi basikeli wewe? Wow. Yaani wewe bwana, yaani umeshaharibu kila kitu. Unajua unataka kuwa janja sana. Hamna bana wewe. Wewe ni janja wewe. Safi mzee shino. Habari yako? Sawa. Bwana mimi nimekuja. Kilichonileta hapa, sawa, ni pesa yangu ya kodi ya nyumba. Kwa sababu gani? Hadi ilikuwa jana. Jana nilikuwa na sio vizuri nikienda nyingi jana ile nikaona ngoja niende kesho. Kwa hiyo kikubwa kilichonileta hapa mimi nataka pesa yangu ya kodi ya nyumba. Ni kweli mzee wangu. Lakini kuna mtu nilimpa mzigo wangu aniuzie. Kanifanyia mambo ya kijinga, ndio maana kanifaidisha sijakuletea hela yako mzee wangu. Sasa hiyo kufelishana kwenu nyinyi, kwa sababu mmefelishana kwenu nyinyi na mimi mnifelisha, hiyo si nitakubali. Sawa ndugu yangu. Kwa hiyo bwana, mimi nakupa siku 3, sitaki kuimbishana. Siku ya 3 nikija hapa, mimi nachukua kitu chochote nitakachokiona kina thamani na nyumba yangu na hela ninayokudai, kama nilivyomfanyia huyu. Naye tumeishia leo, kesho mimi napiga mnada. Sawa kijana? Mimi naondoka. Sawa? Habari ndio hizo. Sababu nataka kuleta sana na mambo yetu. Kijana, habari zako? Salama mzee. Hivi kijana, uko sawa kweli? Yaani wengine wote hapa wameshaingia kwenye nzengo, lakini wewe tu haujaingia kwenye nzengo, hauna ushirikiano wote na nzengo. Hata kwenye daftari langu la ubalozi haumo. Sasa mimi nikueleweje bwana? Mzee, sio mimi. Mimi mwenyewe nimekuja kumtafuta mwenye hiki chumba. Kuna hela yangu ya siku nyingi na mdai, lakini ni mtu wa kunizungusha kila siku. Unaona? Sio mimi mzee wangu. Sasa huyu kijana ananitafuta huyu. Unasikia? Huyu bwana maji yake yako jikoni. Dawa iko jikoni yachemka. Huyu Mambo vipi? Poa, kwema. Kwema. Hivi Kiberenge umemwona huko? Hapana, sijamuona. Maana mimi nimetoka hadi nyumbani kumtafuta lakini hayupo. Alafu umenikumbusha. Jana alikuja Kiberenge na mtu mmoja hivi. Anataka kumuuzia hiyo basikeli. Sasa nikamuuliza, basikeli ni ya kwako au ya bahari?
Baada hapo huyo jamaa akaanza amefoka, baadaye akaondoka. Mimi Kiberenge nikamuuliza, wewe unauza hiyo baskeli umeniwekea bond? Kwa sababu mimi baskeli hiyo nimeishika mimi, nimeikaba. Unaona? Alafu yeye anakuja kudai ni ya kwake. Hivi Kiberenge anitafuta nini? Hivi unajua Kiberenge amekuwa mjanja sana. Mimi mwenyewe yani nikimtia mbaloni nikamtia kwenye mikono yangu, nitakachomfanya Kiberenge. Kama Kiberenge ni ulienda wapi Swaiba? Maana ulichonifanyia sikutegemea kabisa ndugu yangu, unaweza kanifanyia vitu kama vile. Vitu gani kwanza unavyomaanisha wewe? Ndugu yangu wewe hujui wakati ule niuzi ulileta simu tukamuzia yule jamaa. Kumbe simu ni mbovu. Baadaye uniambie simu mbovu, mimi nijue namna gani nampanga jamaa, haujasema. Haya, sasa hivi mimi ndo nakabwa, wewe haupo, sikuoni. Oh. Sawa, nimeshakupata rafiki yangu Kibe. Unajua bana, mimi pale ningesema ukweli, hela ya nauli ya kwenda kijijini ningeipata wapi? Kwa sababu mimi nilikuwa kijijini ndugu yangu. Na pale mimi nilikuwa natafuta hela ya nauli kwa hali na mali. Nikajua hapa nikisema simu ni mbovu, tayari kila kitu kinaharibika. Sasa ndugu yangu, hata kama ulikuwa unategemea, si ungenipanga, mimi nikajua namna gani yule jamaa namweka sawa. Yule jamaa ndugu yangu amenitafuta. Unajua kunitafuta? Kama mwizi ndugu yangu. Yaani yule jamaa hatari. Mimi nakwambia. Oh. Kwanza ulikuwa wapi? Ni kweli ndugu yangu, mimi nilikuwa kijijini. Na kule kijijini bana, kiukweli yani nimepigwa na upepo. Yaani unajua kupigwa na upepo? Ndugu yangu nimefuba. Kwani nilikuwa hivi? Yaani nimekondeana. Yaani mpaka zile nywele zangu ambazo nilikuwa nafuga imebidi nizikache kabisa kwa sababu nimekondeana, nikabaki nywele tu hivi. Kwa nikazifyekelea mbali. Kibe, mifumo yako na wewe sikia nikwambie. Ndugu yangu, nisaidie. Naomba unisaidie. Sasa nikusaidie mimi Kibe? Huyu jamaa anayekuja ndugu yangu, huyu jamaa huyu. Ndugu yangu, naomba unisaidie, mimi nitajifanya ni kipofu. Alafu baada hapo nitakwambia kinakachojiri, sawa? Wewe Kibe. Unaona ndugu yangu? Yaani Bwana Kibe. Nani huyo? Ni mtu tu anaita yuko hapo hivi. Kwa hiyo leo unajifanya unioni? Kwanza kaka samani, blaza shikamoo. Shikamoo ya nini? Mimi na shida na Kiberenge bana. Nani huyo? Yaani ni mtu tu hivi anakutafuta. Yaani blaza samani, huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu, mimi ni mdogo wake. Nimetokea kijijini. Na hapa alipo ndugu yangu, yani haoni, yani amepatwa na tatizo, yani imekuwa ni Msinitanie nyie. Nani jamani, si aongeni nani? Mimi ndugu yako bwana Manyota bana. Ndugu yangu kabisa wewe wa damu ndugu yangu. Yaani ndugu yangu, yani ungejua mimi kilichonipata. Yaani hata ghafla tu sioni usiku, macho akaanza kuuma. Yaani ndugu yangu hapa penyewe naenda hospitali lakini sina kitu na njaa. Yaani ndugu yangu, wewe acha kabisa. Ni kweli brother. Huyu ni ndugu yangu. Jana amepiga simu nyumbani na pale nyumbani hatakuwa na kitu chochote. Imebidi pale nyumbani wajichange wanipe hela ya nauli. Mimi nilikusudi nije nimsaidie ndugu yangu. Na hapa tulipo hapa tumepumzika. Maana nimemkokota toka kule nyumbani. Hapa nipo nampeleka dispensary. Tumechoka, tumeona tutulie hapa kidogo angalau nipate nguvu ili kusudi tusogee pale dispensary. Labda kama tu tusaidie hata shilingi 5,000 hivi, tuangalie boda wanaopita hapa. Tumdalalizie hata shilingi 1,000, alafu hiyo 4,000 itatusaidia kwa mambo mengine. Samani lakini brother, tunakuomba. Atawasaidia kula njiani. Brother, umempa shilingi ngapi hiyo? Hiyo ni 4,000. Una ndugu yangu ungejia basi. Mungu akubariki. Wewe mpeleke muwashe hospitali. Mungu akubariki brother. Asante sana, shukrani. Ngoja mimi nifanye mchakato nimpeleke ndugu yangu bana. Wewe Kibe. Yaani mna shida gani? Unajua umenichanganya nini? Umenifanya niwe mwigizaji yani ghafla kwa muda. Ila wewe kweli ni konki. Kwanza huyu jamaa yani ni kwa ngoja nikuulize. Ngoja. Ametaka 4,000 kweli? 4,000 hiyo. Sasa ndugu yangu, umeshapata chakula?
tumbo liko vizuri? Kiukweli hapa tumbo toka asubuhi sijapata chochote yani. Sasa hapa cha kufanya tutafute kwa mama ntilie, tupige vitu, halafu nikuambie kilichojiri mimi na huyo jamaa. Mimi nilijua utapotea. Siwezi kupotea ndugu yangu. Maelekezo yako yako sahihi kabisa. Karibu hapa ndipo ninapoishi. Asante sana. Nimekutafuta, nina shida na wewe. Ndugu yangu, sisi ni binadamu. Mimi ningeomba umsamehe Kiberenge. Nimsamehe Kiberenge? Siwezi. Unajua kwa sababu gani nimeongea hivyo? Kiberenge anaumwa. Tena yuko mahututi. Yaani Kiberenge haoni, hafanyi chochote, hafanyi kazi yoyote. Sasa hapo wewe utamdai nini? Ulimuona kabisa hivi kwa macho yako hivi? Sikia nikwambie, mimi binafsi nimeshamsamehe. Nimeshakunjua moyo wangu kabisa, nimeshamsamehe. Hiyo ni ngumu. Ila kwa hilo hadi nihakikishe na mimi. Hebu msamehe. Mimi nimeshakunjua moyo wangu. Tusameheane tu, tumwache aendelee na maisha yake. Sawa, lakini hadi nihakikishe nifanyie uchunguzi hili jambo. Sawa, haina shida. Wewe utamuona, utajionea mwenyewe. Odi. Odi. Karibu. Habari. Salama, karibu. Asante. Huyu kaka wapo ni mkuti. Nani Kiberenge? Eh. Kwa nimejaribu kugonga mlango. Eti nilikuwa nasikia alikuwa anaumwa. Anzali. Mimi kuna mtu aliniambia kwamba anaumwa, amepofuka. Kiberenge ni mzima na ameweza kunitosha. Sasa hivi ametoka muda mrefu na watu nimepishana watu tu. Kwa aliyeniambia mimi alinidanganya au alinifananisha. Nilikuwa kudanganya watu kwa sababu Basi sawa dada. akija nimwambia atasema nini? Kija mwambie alikuwa anatafuta na bahati.